Sasa ukisema leo hakuna shughuli za vyama vya kisiasa, wakati sheria na katiba imeruhusu sio tu kuviunda, lakini wao waendeshe shughuli zao, wana haki zao, wana majukumu yao, wana fursa zao, unapovizuia wakati katiba imeruhusu, hapo unapata jibu gani? Tunafuata utawala wa katiba na sheria, kwa sababu kuwepo na katiba, kuwa na constitution ni kitu kimoja, lakini ule utashi, utamaduni na asili na hulka ya kuiheshimu katiba, hapa ndio sisi tulipo na tatizo. Tunayo katiba nzuri, nasema mambo mazuri, lakini sisi tuliwekwa wasimamizi tunaheshimu kweli? Lazima tufike wakati tuheshimu katiba zetu, tuheshimu sheria zetu. Unaposema leo, mfano ni kweli, unaweza ukawa una lengo zuri la kuleta maendeleo ya haraka. Kwa hivyo, wewe maendeleo ni jukumu lako. Ukiona hawa wanakuzuia, zungumza nao. Kwa sababu katika siasa, kitu pekee katika siasa ni dialogue. Ni mazungumzo, ni dialogue. Nje ya dialogue, hakuna siasa, kuna vurugu. Wewe unaleta maendeleo ya haraka, unataka kuanzisha pengine Tanzania ya viwanda. Hawa wakienda uwanjani, wakifanya mkutano wao wa kisiasa, wanakuzuia vipi wewe kujenga viwanda vyako? Kama wanakuzuia sasa, kama jamii mkae mzungumze, kwa jamani hapa kuna tatizo, mimi mnanikwaza, mnanikwamisha. Kwa hivyo tufanye hivi. Twende kwa pamoja. Isiwe ile katika siasa mwanasiasa hatakiwi kuimpose zile amri. Mwanasiasa ni mtu wa mwisho kabisa kuimpose amri. Hizi vyombo vya amri ni vingine. Ni pale sheria inakiukwa, vyombo vya amri, polisi, jeshi, magereza, hao ndio wanaingia, ni vyombo vya amri. Mwanasiasa ni wa maafikiano na maridhiano. Sasa ukisema kwamba pengine mimi nakwazwa na juhudi zangu za maendeleo, kama ni hivi, kwa mfano wao wakiingia barabarani wakiandamana, katiba inawaruhusu, sheria inawaruhusu, lakini wewe wanakukwaza. Sasa itafutwe namna ya kisheria. Kama wewe kujenga kwako viwanda, una uwanja huko unajenga viwanda, lakini hawa wakifanya mkutano wao uwanja fulani wanakukwaza, itafutwe namna ya kisheria. Hatuwezi kutoka nje ya sheria. Kwa sababu kwa hapa tulipo, sheria ya Tanzania, katiba ya Tanzania inaruhusu mfumo wa vyama vingi. Vyama vingi vina wajibu wake, vina kazi zake kila leo. Na ndio maana vimeundwa, na ndio maana vina maofisi, na ndio maana vinakaguliwa, na ndio maana vinapewa ruzuku. Sasa ukisema wasifanye shughuli, hii ruzuku ya nini? Wasifanye shughuli, huu ukaguzi utakuwa ni wa nini? Wasifanye shughuli, wao watapata wapi hao wanachama wa kuwaunga mkono? Sasa kwa kujibu swala lako, nadhani kama inakwenda dialogue, hakuna suluhu nje ya dialogue, nje ya mazungumzo. Lakini mazungumzo yoyote yatakayoleta suluhu endelevu ni ile ambayo sheria zetu tumeziheshimu. Kama tunaona zina kasoro pahali, tuzibadilishe.